Usijali, upo sehemu salama. Nitakusaidia. Umeiona hii njia? Ndio. Ifuate hii njia. Utakapofika pale mbele, utakutana na kitu. Ndio kitakachokusaidia hicho kitu. Usiogope wala usijali. Utakuwa mazingira salama. Mwajuma. Mwajuma. Usi Mwajuma huyu. Anafanya nini kwenye poli hili? Alafu yuko peke yake. Hata ogopi. Ili nitakusaidia. Sawa. Jamani, habari ya leo? Salama. Swala lenyewe limetuleta hapa ni kuhusu wanakijiji wetu wanaozidi kupotea. Hivi nyinyi mnaonaje wananchi wenzangu kuhusu hili swala? Bora tu mlivongelea hilo jambo. Maana hata mimi mwenyewe kakaangu kapotea, afu mwenyekiti kanyamaza tu, sijui hata na maana gani. Nipatie yani sijui mniambie nini ili niweze kuwaelewa. Maana mimi kakaangu simuoni. Unavyosema mwenyekiti amenyamaza kimya, labda analifuatilia huko lakini wewe haujui tu. Analifuatilia nini na wewe? Unajua mizunguko yote. Jamani, sibilini hapa tujeje kugombana. Tumekuja hapa, tumeka kikao sisi kama sisi bila mwenyekiti ili tujue tunafanyaje. Wewe matatizo yamekukuta, kila mtu matatizo yamemkuta. Sasa mimi amenikuta makubwa tu. Sijui mnanielewa jamani. Jamani, mimi naambiaje, kakaangu sijamuona. Umeelewa?
Lakini mwenyekiti ile swala lilifuatilia tulivyomfikishia taarifa siku ile unakumbuka siku ile venyewe nimekokota wewe? Tena mimi ngoja niwaambie mwenyekiti alifuatilia ile swala. Tena alifuatilia ile swala. Mara mwisho nilipomkota yuko polini nilienda naye moja kwa moja kwa mwenyekiti. Mwenyekiti alisema ile swala atalipeleka ngazi za juu. Kwa hiyo sio kwamba liko swala liko kimya. Hapo. Nataka niongee kitu kimoja. Sawa. Kile nilichokiona kule polini jamani, kinatisha. Ili swala serikalini ni swala wapi? Ili swala ni kwenda kwa mwenyekiti aje atuambie analifanyia kazi vipi au nyinyi mnasemaje? Jamani, sikilizeni kwanza. Mnavyosema tupeleke serikalini. Mwenyekiti naye ni mwakilishi wa serikali katika mtaa wetu. Ina maana serikali ndio inaanzia chini kwamba balozi anakuja nani? Anaanzia balozi nani ndo anakuja mwenyekiti. Kwa hiyo mwenyekiti naye yeye ni sehemu ya serikali ndio maana yuko mtani kwetu. Jakataa. Lakini sasa yani mpaka sasa hajatuonyesha kwamba ana ile hali ya kutu yani sijui hata nikwambiaje. Yani sasa kama msikilizeni, kama inawezekana tendeni kwa mwenyekiti na poteza muda wa nini? Njoo hapa mama, tunashida na wewe. Kuna tatizo gani? Swali hilo tuleta ni kuhusiana na kupotelewa na ndugu zetu. Kwa sababu tunaona hamna lolote linaloendelea na matisho mtaani yamezidi kuwa mengi. Afu wewe umekaa kimya tu. Na tujui tunaanzia wapi hili swala. Kwanza kisheria mnakosea. Mnawezaje kuja kwa mwenyekiti na zogo na kere? Hiyo sheria yako. Sisi tunatuangalia wewe hapa unatusaidiaje? Maana yake wewe ndio mwenyekiti wetu na ndio mwenyekiti wa hichi kijiji. Unatusaidiaje kama wananchi wako? Na mwenyekiti unaonekana umerelax tu wakati na matatizo yote kama haya unajua. Sikizeni niwaambie. Nyie wote hamjui nini kinachoendelea katika hichi kijiji, si ndio? Na chanzo pia hamkijui. Na ndio maana mnakuja kwa makelele. Na msifikirie kwamba mimi nimerelax. Mimi ninalifanyia kazi. Sio, mnanielewa? Binti wewe bado ni mdogo sana. Kuna siri nyingi sana za hichi kijiji hukijui. Sawa? Kwa hiyo msione kama mimi nimekaa kimya na relax. Nimeenda kwa wadau wa hichi kijiji wanaojua siri ya hiki kijiji. Tunalifanyia kazi. Hapo mwenyekiti. Wanuja tuita kama wananchi wako kutuweka chini kutuambia hilo jambo kama ushaenda huko. Mpaka usubiri sisi tukufuate. Sikilizeni niwaambie. Nyie hamna mwenye anijua sheria ya uongozi na kanuni za uongozi. Sio kwa uongozi wa aina hiyo, sisi tunachokitaka mwenyekiti. Tunataka ndugu zetu, wao ndio serikali. Uongozi kwenu. Ila ndugu zetu tunataka tuwajue mwenyekiti wetu pia. Na mimi nimekufuata pale nalia machozi. Nimekwambia nimetukana kiumbe cha ajabu. Na rafiki yangu kapatia mpaka leo simuoni. Hivi unajua sasa hivi mimi siishi nyumbani kwetu. Saidia nini? Sisi tunachotaka ndugu zetu. Mpaka sasa hivi mimi siishi kwetu, naishi kwa rafiki yangu Mwantumu. Mimi kakaangu simuoni mpaka sasa hivi. Unataka mimi nifanyeje? Hapa tuondoke mwenyekiti, tuambie kitu cha wewe cha kueleweka tuondoke. Kwanza naomba nisikilize. Hiyo serikali ndio kamkanyie haiamini mambo ya shida. Mimi nanielewa. Mwenyekiti, hivi mnamuelewa swala shiriki. Hili ni mdudu kwamba mtu yupo kijijini. Kitu cha kuficha. Sio kwamba ni ushirikina. Hili swala ni kwamba kuna kiumbe cha ajabu. Inaomba na watu wanapotea. Unaona hata huyu mama hapa kato na umpika mdogo. Unaona? Naomba kijana ukiona hicho kiumbe cha ajabu. Kwa mazingira ambayo unaweza kufanya. Naomba niwaulize swali na mnisikilize. Huyu kijana alikimbizana na hicho kiumbe cha ajabu. Katika mazingira ya kawaida, unaweza kukamata katika mazingira ya kawaida? Au mnataka serikali itumike? Serikali sisi tuna vyombo vya sheria, tuna mapolisi, tuna wagambo. Ingekuwa ni mwizi, sawa, ingekuwa ni hatima yangu, lakini kile ni kitu cha ajabu. Hata mimi mwenyewe
mwenyekiti, siwezi kukamata kama vijana wenye nguvu kama hao. Na huyu umeshuhudia mmokota wapi? Nimemokotea polini. Lakini hicho kiumbe kama anavyoelezea sio kwamba ni kitu cha tofauti. Ni kiumbe ambacho kinaweza kikakamatika au tukafanya mpango serikalini, tukapata msaada mkubwa, tukakidhibiti hicho kiumbe. Mwenyekiti hajapotelewa na mtu na ndio maana anatudharau sisi wengine. Tunavyoongea ndugu zetu wamepotea na tunaona kama vile sisi tunafanyaje. Hebu subiri nataka jamani. Subiri niwaambie jamani. Hapa cha msingi mwenyekiti tunachotaka utuambie. Sikilizeni, hivi mnapoandama sana hivi mwenyekiti ataenda katika mtu kile viumbe. Yaani wewe bado tushirikiane na Kama mwenyekiti kile ni kiumbe ambao kina nguvu, kina uwezo. Hebu tupishe huko tunarudi kwako mwenyekiti. Haya tumwachie wale wenyeji. Haya mwenyekiti unatusaidiaje? Na sisi tushakuja hapa. Hivi unajua mpaka leo mpenzi wangu simuoni na Niko tangu simuoni. Tunampata binti tunasijua anampa mapenzi, si ndio? Mwenyekiti sio milioni. Ana nini kaka na mbona niko? Sio mwenyekiti hapo. Yaani mwenyekiti mimi ndio nilishamwambia. Sawa, nimekuja kwangu mpate jibu. Umenielewa? Mimi tayari nimeshaenda kwa wenyeji wa hichi kijiji na hili swala linafanywa kazi. Kuna mama fulani anakaa pale bondeni anaitwa Mama Kenzo. Mama Kenzo babu yake ndio alikuwa mtemi wa hichi kijiji. Ndio anajua siri zote za hapa kijijini. Yaani kiufupi yeye ndio mwenye kila kitu. Na yeye Mama Kenzo amesema hili swala atalishughulikia kwa sababu lipo ndani ya familia yao. Sawa? Ana uwezo wa kulisimamia na akalishughulikia. Hicho kiumbe cha ajabu tukakikamata. Kwa cha msingi kinachotakiwa ni kijiji kuwa kitulivu kwa sababu unapopiga kelele mnakishtua, mnataka attention kizidi kwenda mbali kusikamata. Na kijua kwamba kumbe mnatafutwa. Tayari unajua mwenyekiti sasa hivi hatuna amani. Hatuendi visimani, tunaogopa kiumbe cha ajabu. Watoto wetu hawaendi mashule, tunaogopa kiumbe cha ajabu. Wanaume zetu hawaendi shamba. Mwenyekiti mimi namtaka kakaangu. Jambo ni moja. Ndio nishamaliza. Unaona mdai mwenyekiti. Sawa. Mwenyekiti ameelezea kila kitu. Sawa. Sasa kwa sababu ametueleza, tumpeni muda alifanyie ile kazi. Ila likichelewa lazima turudi hapa tena tuje kuwashe moto. Nyinyi mnasemaje? Tutarudi. Tunaondoka lakini tunarudi. Sijui umeelewa mwenyekiti. Lakini tukirudi hapa mimi siku nikirudi mama. Tunataka ndugu zetu tutapenda sana leo Jumamosi tunakuwa mpaka Jumatatu tutakuja tena. Mwenyekiti tunaondoka. Tutarudi. Hatutaki mambo ya kala. Kweli uongozi kazi. Na kweli kazini kwetu pana kazi. Karibu. Mwenyekiti. Karibu bwana. Kumbe hapo kwenye mifugo. Bwana karibu, niko na sasa. Unajua mwanamama ameenda kliniki mara moja hapo. Tunamsaidia na jukumu. Mambo kusaidiana. Karibu bwana. Salama. Nyumbani. Sasa nina kitu kinanitatiza sana yani. Kitu gani? Ni maana nimesema nije ili tuweze kuongea kidogo tushauriane. Kitu gani hicho? Yaani naona kama yale mauzauza yanazidi upande wangu. Tunakumbuka ile siku ambayo tulikutana nikawa nakimbia. Na ulipofika nyumbani nikakwambia nikutana na kitu gani? Sasa huwezi amini. Jana jioni nikiwa nimepumzika pale nje kwangu, yule Mwajuma alitunitokea tena. Mwajuma alikutokea? Yaani alikuja tena katika mazingira yale. Kwa nini mwenyekiti huyo Mwajuma una ugomvi naye? Hapana, na sidhani kama nina ugomvi na mwananchi yoyote. Hasa kwa nini anakutokea tu wewe mwenyewe? Nasikia hivi inakuwaje hapo? Mbona sijaelewa vizuri? Yaani inavyokuwa hichi kiumbe ambacho kinasemekana ni cha ajabu kinatengeneza kama timu yake ya mtaani na ya huko maporini. Kwa sababu naona asilimia nyingi sinajua mimi siwezi kwenda maporini huko. Umeona mara nyingi nipo mazingira ya nyumbani au ofisini. Sasa sijajua labda hicho kiumbe kinachukua labda kunifikishia ujumbe kwa staili ile ya ile timu waliotengeneza. Ila kugombana na Mwajuma mimi hapana. Sababu si mwenyekiti mimi nikusaidiaje? Kwa sababu hilo swala hilo naona limekuwa linazidi kuleta utata, tena utata mkubwa. Kama hicho kiumbe kipo,
Kwa nini tutafute mamlaka ya juu tuweze kuangalia kama tukadhibiti vipi hili swala? Kwa kama wewe mwenyekiti linakutokea dakika mwisho litamtokea na mwingine na mwingine, ina maana watu wanakopa wanaishi kwa hofu hapa mtaani. Na kijiji chote kwa taharuki. Kusema ngazi za juu, unajua kuna vitu ambavyo tunaweza kusema tukashirikisha serikali. Ila kwa hiki ni ngumu kwa sababu serikali haiamini shirki. Serikali haiamini mauzauza. Yaani kama vile kitu ambacho kikutokea awepo basi hata mtu mwingine awe anaona. Lakini kumbuka kwamba kile kitu kinakutokea mtu mmoja mmoja. Yaani hata kama wewe sasa hapa ni kwa uje hapa uniambie mwenyekiti kiumbe cha ajabu kimenitokea. Mimi sikuwepo. Ndivyo serikali inaweka vitu ambavyo vina ushahidi ndani yake. Sasa sisi ushahidi wetu ni nini? Mimi nadhani hapa tuwatafute wazee wa jadi na wazee wa mila wanaweza kutusaidia hili swala. Kwa sababu tukizunguka sana inapo itakuwa ileti maana. Tufanye mpango tumvizie tumkamate huyo. Ni swala la kumkamata lishakuwa gumu kwa sababu lishatuma vijana 3 na wote nao wamepotea katika mazingira ya kutatanisha. Ameonekana huyu mmoja naye yuko mahututi. Shanielewa vizuri? Na yeye mwenyewe shahidi ndio ulimbeba kutoka polini. Umeona sasa hapa? Kwa hiyo hili swala la mtaalamu ndio tuliangalia kwa makini. Sawa. Sasa sijajua, sijui unajua mtaalamu yoyote hapa? Hapa. Bwana. Kwa hapa mtaalamu sijamjua. Ila labda tufanye mpango tuulizie kijiji cha pili. Sawa. Sasa mimi kwa swala hilo nakutegemea wewe. Unajua mimi na mambo mengi na kipindi cha uchaguzi, mambo yanakuwa hivi yanaonekana. Kwa hiyo swala hilo nimekuachia wewe na kutegemea. Ukipata mtaalamu, usisite kunipigia simu au kuja nyumbani kwangu kwa haraka mno. Sawa mwenyekiti. Maana hali imeshakuwa mbaya. Sawa mwenyekiti, hamna shida. Mimi nakutakia kila la heri. Sawa, mimi ngoja nikuache uendelee na kazi yako. Samahani kwa kupotezea muda wako nikatisha kazi yako pia. Haina shida mwenyekiti, usijali. Sawa, nisalimie mama akirudi kliniki. Sawa. Haina shida. Kwa habari gani? Nzuri. Mambo yanaenda. Namshukuru Mungu tu mimi. Hivi bwana, umesikia hii habari ya watu kupotea katika kijiji chetu? Ndiyo, taarifa ninazo. Na nasikia naye mume wako alipotea lakini pia saizi anaonekana. Ni kweli shemeji, lakini ilikuwa hivi. Unapotaka kwenda popote, hii ndio itakuwa kinga yako. Sawa mama. Chochote kile. Kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo shemeji. Ndiyo. Kwa hiyo kumbe hilo swala wewe unaweza kutusaidia kulitatua katika kijiji chetu, si ndio shemeji yangu? Ni kweli, lakini sasa shangazi ndio kikwazo. Sawa mama Jioni. Huyo mlengwa mwenyewe unamsema ameshapata matatizo na ameshafariki. Kwa hiyo mama Jioni upo tayari kujitetea na kati wewe unaweza kukisaidia?